Mungu hapendezwi na watu ambao wanakwenda kwa waganga wa kienyeji. Sasa unaweza ukaona anasema kwamba hapana, haiwezekani, wale watu wanatusaidia. Mtu amerogwa, amefanyiwa uchawi, amefanyiwa hiki na kile, wale wanasaidia, kwamba wana mapepo mazuri. Hakuna roho ambazo Mungu anazipinga kama roho za kipepo. Kwa sababu unajua, unapoona ni kwamba roho za kipepo ni malaika ambao waliasi mbele za Mungu. Maana kuna malaika ambao wako aina mbili mpaka sasa hivi bado wana exist. Kuna kundi la kwanza ni malaika wale ambao hawakumwasi Mungu, wale bado Mungu anawatumia. Na ndio maana ukisoma Biblia utaona kuna mahali baada ya Yesu kuwa amemaliza kufunga, ametoka katika siku 40, amejaribiwa, neno la Mungu nasema malaika wakaja wakaanza kumhudumia, wakaanza kutumika juu yake, wanamhudumia. Ni kwamba malaika ni viumbe halisi kabisa katika uso wa mbingu. Unaweza usivione kwa macho, lakini vinahusika kwa ajili hata ulinzi wako. Ukiingia ndani ya neno la Mungu unasoma, chakutana na Zaburi inakuambia kwamba malaika wa Bwana hufanya kituo kwa wale wamchao Mungu. Kwa malaika wapo kabisa, ni viumbe halisi, wanaendelea kutumika, wanatuhudumia, lakini Mungu ndio ambaye anawainjinia ili waweze kutuhudumia. Sasa malaika, kundi la pili ni malaika wale ambao malaika walioasi, wako kwenye uovu. Hao ndio zile roho ambazo huwa zinawavuvia waganga wa kienyeji. Unaona mtu amepandisha mapepo, ni zile roho ambazo za uasi zilizoasi mbele za Mungu. Sasa unapokwenda ukianza kwenda kutafuta msaada kwa watu ambao wanazitumia roho hizo, ndipo ambapo unaingia mtafaruku na Mungu. Unaingia mtafaruku na Mungu kwa sababu tayari unakuwa umeingia kwenye kundi la ushetani. Unakuwa umeingia kwenye kundi la ushetani. Sasa ukiangalia hata kwenye Biblia unaona kitabu cha Mambo ya Walawi sura 20 kuanzia mstari wa 6, neno la Mungu anasema, na mtu yule atakayewaendea wenye pepo. Na mtu yule, Mungu anatoa onyo kwa Waisraeli kwamba mtu yule atakayewaendea wenye pepo na wachawi ili kuzini nao pamoja. Anasema ili kuzini nao pamoja. Sasa kuzini, usifikiri naongelea kwamba kwenye lile tendo la ngono. Hapana. Maana kuzini kumegawanyika. Unaposoma Biblia, kuna kuzini ambako kunahusisha tendo la ngono, na kuna kuzini kunakohusisha kule kushirikiana na ile miungu, kuchukua vitu vyake, kuchukua msaada wake. Kama ni dawa kwamba unakwenda kutumia, unapigwa chale, unatumia, ina maana tayari umekwisha zini na ile miungu. Ndio maana ya Biblia hiyo. Kwa anasema na mtu yule atakayewaendea wenye pepo na wachawi ili kuzini pamoja nao, anasema Mungu, nitakaza uso wangu juu ya mtu yule. Anasema nitamtenga na watu wake. Mungu anasema nitamtenga, hayuko radhi, kwa sababu wanafata yale makundi ya fallen angels, wale malaika ambao waliasi wakatupwa katika uso wa dunia. Ndio hizo roho ambazo zinazagaa, zinaenda huku na huku, zinawavagaa watoto mashuleni, zinawavagaa watu, zinaharibu ndoa. Ndio hayo mapepo ambao watu wanachukua, unasikia wanaita majini, yanarushwa kwa watu, yanakwenda kuwapelekea mateso, kwa sababu ni maroho ambayo yaliyoasi. Kwa hiyo yanafanya uovu kwa kasi ya namna ajabu sana. Pasipo Yesu hauwezi ukakwepa yale maroho yale. Hasa Mambo ya Walawi anaendelea kusema, mstari wa sura 20 mstari wa 6 mstari wa 7, anasema jitakaseni basi iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Anasema nanyi zishikeni sheria zangu na kuzitenda. Mimi ndimi Bwana ni watakasaye ninyi. Na hauwezi ukampendeza Mungu pasipo kutakaswa. Hauwezi ukapishana na hayo maroho machafu kama haujatakaswa. Na kutakaswa kunakuja pale umeamua kumgeukia huyu Mungu. Ndio maana mahali pengine katika kitabu cha Yeremia, neno la Mungu nasema kabisa, anasema Bwana asema hivi, ni Mungu mwenyewe, na maana anasema
kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Yaani kuna mtu unajua amemfanya mtu kuwa kinga yake. Asubiri, nikienda kwa fulani mambo yangu utaona yatakavyokuwa mazuri. Bwana, nikienda huku hauniambii kitu, nikirudi tu mambo yangu yananyoka. Akijisikia hivi na hivi, anatafuta labda nafasi fulani, kuna kazi imetokea au kuna tenda mahali fulani, ngoja niende kule, kwa anakimbilia kule. Kama vile watu wengine ambao wanaondoka siku ya Jumapili kwenda kanisani, na yeye vile vile anaweza kuwasha gari akaondoka, anakwenda na yeye anakwenda kwenye kamsitu fulani. Kuna mahali ambapo kuna mganga wa kienyeji anaishi kule mashambani, au kuna mjomba wake anatumia mapepo hayo, yuko mashambani kule, yuko maeneo fulani, kwa anamfuata, au yuko mjini humo. Kwa sasa Mungu anasema kwamba watu wanaomtegemea mwanadamu wamelaaniwa. Wamelaaniwa. Kila mtegemee mwanadamu badala ya kumtegemea Mungu mwenyewe aliyekuumba, kwamba muombe Mungu. Anataka tumtegemee yeye. Mungu anataka tumwangalie yeye. Anataka yani haja za mioyo yetu yote imwelekee na sio kwenda mahali pengine. Kwamba kama limetokea jambo katika nyumba yako, katika familia yako, anataka tumwambie yeye, tumpelekee yeye matatizo yetu. Tukimpelekea yeye, anafurahi sana, anasema Yesu wanatambua uwepo wangu, wanatambua uumbaji wangu. Baada ya hapo anaingilia kati. Na ndio maana mara zote unaweza ukamwona Daudi mfalme alikuwa hata kabla hajaenda kwenye vita, akitishiwa tu na watu, wakimtishia wafalme wenzake wanataka kupigana naye, cha kwanza alikuwa anamuuliza Mungu, je, niwaendee hao watu? Niwashukie? Mungu anamwambia usiende. Baada hapa akikaa, Mungu anamwambia subiri, haya nenda, lakini pitia upande huu, zunguka mlima kwa huko, utawakamata. Na alipokuwa akifanya vile, akitekeleza, Daudi alikuwa anashinda. Kwa Mungu hadi nyakati hizi bado anaongea kupitia neno lake, lakini ana njia kadha wa kadha ambazo unatakiwa kufundishwa uzijue Mungu anaongea kwa namna gani. Unaweza kuna sikia watumishi wa Mungu wanasema ni Mungu kaniambia hivi, Mungu kaniambia hivi. Unaanza kujiuliza, wao wanaambiwaje? Ni taaluma hiyo ambapo wewe unaweza ukawa Mungu anakuambia, kwa sababu haujui huwa anaongea vipi. Huwezi ukajua kama Mungu hata amekusemesha. Unakumbuka hata nabii Samueli, ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, ukaanza kusoma pale, utaona Samueli baada ya kuwa amezaliwa, mama alipomkabidhi Samueli kwa nabii Eli, alimpeleka kwa kuhani Eli. Baada ya hapo Mungu alianza kuongea naye, kwa sababu Samueli alikuwa hana maarifa ya kujua Mungu anaongea vipi. Akawa anaitwa Samueli, anaitika, naam, anakimbia, anaenda kwa kwa kuhani Eli, anaanza kumfuata, anamwambia unaniita? Anamwambia hapana. Ya kwanza, ya pili, hadi ya tatu. Ndio yule kuhani akastuka, na Eli akasema hapana, ni Mungu anakuita. Atakapokuita akamwelekeza, itika hivi na hivi, na mimi hapa, sema, mtumishi wako anasikiliza. Na alipoitwa tena mara nyingine, kweli alipofanya vile alipoelekezwa na mtumishi wa Mungu, akaanza sasa kusikia maelekezo, Mungu akaanza kuongea. Kwa hiyo ni taaluma ambayo unatakiwa kufundishwa. Lakini vinginevyo utakuwa unaishia kukejeli, utakuwa unaishia kutukana. Watu wanaonyeshwa Mungu anaongea na namna nyingi sana za kuongea na watumishi wake. Hata wewe anaweza kuanza kukutumikia, anaweza kuanza kukutumia akawa anaongea na wewe, lakini ni mpaka ushuke chini, utakaposhusha hayo mabega na hicho kiburi chako, ukamwelekea Mungu, ukaelekezwa na watumishi wa Mungu, ndipo utakapoanza kuisikia sauti ya Mungu. Hata atakapoongea utajua, hata atakapokukataza utajua, atakapokuambia fanya 1 2 3 utajua, na utaanza kuona matokeo, na utaanza kuongea lugha kama tunayoongea, kwamba Mungu ameniambia hivi na hivi, Mungu amesema hivi na hivi, na utaona matokeo yanaonekana kabisa. Kwa anasema Mungu anakataa kabisa, anasema amelaaniwa. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Unapomwacha Mungu, tayari unaanza kutembea kwenye laana. Utaanza kuona kama ni biashara zako zinaharibika. Utaanza kuona kama ni ulikuwa unafanya vitu gani, shughuli zako zinaanza kuharibika. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu unamtegemea mwanadamu, umemwacha Mungu. Mambo yanaanza kuharibika kwa sababu mkono wa Mungu tayari umekwisha ondolewa. Umeondolewa kama ni kwenye biashara, kama ni kwenye kazi, kama ni kwenye ndoa, kama katika chochote kile unachokifanya. Unaanza kuona sasa mambo mabaya na kuandama, ambao watu wengine wanaita ni mikosi, kwa sababu uwepo wa Mungu unakuwa upo juu yako. Na muomba Mungu akuelekeze katika njia sahihi. Umfuate huyu Mungu na utaanza kuziona hizo baraka katika jina la Yesu Kristo aliye hai.